Hola, ¿cómo estás? Habari gani? Natumani uko salama. Kwa majina naitwa Isaac. I'm the owner of Isaac Production and Isaac Photo based in Kansas City, Missouri. I'm a professional wedding videographer and a photographer. I take portrait photos, you know what I'm saying? Yeah, and welcome to Bibo Podcast. You know what's up? My boy right here, you know what I'm saying? So what's up? It's your boy, Single Boy, the one and only. The best Congolese barber in KC. You know what I mean? Top end. So right now, Toku, like he said, Bibo Podcast. So now today, to gonna recap EP Agaspa. Random City EP Night. It's a Random City EP Night. Yeah. So basically, tutakuwa tunaongelea how it happens, the arrangement, mpaka walipomaliza everything. So let's get right into it. Bro. That day was epic, bro. It was you think cool. So, huh? Yeah. Yeah, it was really great actually. You know, I wasn't really sikuwa expect like watu wakuje, you know, Allah kama vile wakuja and all that. Yeah. Useme even though party ilianzaka like kanda nyuma na vile walikuwa napanga, but a lot of watu walifikaga and they stayed there for a while, which was really surprising for me, you know. So my take on that was actually I feel like we to community, like our community wasanii wako na ambition na wanafanya vitu yani viko naonekana nikasema eti huyu hapa anaweza katupeleka like to the next level. Ni gospel no. So sitai kuwa eti niko na underrate my legends, you know. So sitai kuwa underrate, but that's my take. Don't call me wrong, because you know gospel ilikuja kuleta revolution in our community industry. Yeah, Bembe music industry. What I mean. Hivi ulionaga nani vile EP ilianzaga, I mean the day launch party. Ulionaga what did you think about it, like how was it? Actually the big congrats kwanza kwa management ya gospel. They really did it. They did it. You know, personally sikuwa na think kama itakuwa this big. You know that it was. You know, arrangement wali sijui like management good, but what they did, man, unforgettable. Asapo kwa arrangement kwa sisi wa Swahili, asapo ndo nataka kumaanisha nini? Arrangement ni kujisi walipanga vitu vyao. Okay. Unaona, like kwanzia like how wali welcome people, you know, invite them artists, you know, and then people walikuitikia afu kakuja in numbers, you know, that was good. That was good. Oh. Yeah. I mean, anaweza kusema for the first time ndo mara kwanza hapo kufanya hiki kitu, like naweza kusema kwa management pia hata gospel mwenyewe ilikuwa it's a good thing. Walifanya kitu na naweza kusema kitu kikubwa, maana ukikuwa kama msanii mwenye bado unaanza uko na mwaka mmoja tu in the industry ya music na ni music thing. Yeah, maana uko na mwaka mmoja tu afu unakia kutoa EP and afu EP watu wamepokea vizuri, watu wamekuja kweli ile wasikie kitu unachowaletea. Yeah, management ilifanya kazi kubwa sana. Useme na kazi kiasikia sana, vile watu wanakana sema eti kama management ya gospel hawajui nini, watafuta wengine management wana nani. Unajua nakana shangaa na hizo maneno. Sijui kama watu wanakaa, kila mtu anakana yake expectation. Wanakana expectation kubwa, makile kubwa sana, na kati bado mtu anaanza.
bado mtu ndo anaanza, wanajitafuta, anaangalia gisi wanaweza waka make the right decision for the artist and also for themselves, for the team. Ila watu wanaka na ile expectation kubwa, wanaanza zani gospel ameshakuwa kama Diamond Platnumz ama Alikiba ama wengine wasanii wakubwa. Sasa ndo walikuwa nadhani wanakaza sema gospel nini kitu akitokea management ni mbaya, wachange wafanye nini. Hiyo kitu ina sometimes kinakata news, hawajui what is really going on in background, you know, backstage between management wako wafanya kupambania ili wakuna ni watu mkuna msikiliza gospel. Yeah, that's speaking on management. Hapo kwa kugeuza ti gospel management yake nini na nini. Yeah. You know, like you said, expertise za watu ziko too high. You know, ziko too high. So I think Masai kwangu mimi wangeacha kwanza management ya gospel pale kwenye yani pale kwenye wako vizuri, unaona. So waache kwanza waendeleze, you know. Wakiona gospel aisha kuwa hapa, ndio kunaweza kuja wengine, unaona, wakuja kuwasaidia pale kwenye walishinda kufika, unaona. So right now they're good, unaona. And I guess kama unataka kuinvest in him, you are more welcome. Uko simu more welcome when umekuwa management. Yeah, I think you kind of need it. I mean, yeah, come on, yeah. No, you kind of need it. Yeah, Kwenda international. International. You know, they're more welcome. Mumshaanza za international bado kama ndo anaanza kuna mwaka umoja tu bado mnaanza za international. Yeah. Maki hapo when ulisema international ongelea like international high. International. Hizo levels yeah, levels za huko. So, you know, oi. Tunapata tuanze yani tuna dream big. Una dream big. Yeah. Una dream big. Not dreaming inside the box. You know, you gotta be thinking like dreaming outside the box. Tatizo sasa watu inawako nadhani wanataka vitu vitokee tu ghafla hivi kwa muda mfupi. Sasa ndio tatizo ino expectation kwa kweli maki tayari maki kwa sababu wanaona kama msanii ameshakawea. Kwa sababu hivi vitu inachukua gamu. Like hii so kitu eti ni kusonga ugali tu naweka mai hapo unajua 15 minutes itakuwa imeshana abope. So hivyo. It take long. Inachukua muda kweli. Na yeye bado anaanza make it just the beginning. Kama wanawaambiaga just be ready, be chill. Anawaletea mambo mazuri. So you know that. Here's the thing guys. Hiyo ilikuwa kama kidokezo tu kuona bibi ilipitikana kwanza. So now tunaanza performances. You know, sijui wale wengine wasanii wa kwanza wenyewe walianza kama I think hawajui Jald na wengine wa pia alikuwa nani pale Pamela. So tunaanza sasa. Wa kwanza alikuwa huyo Jald, whatever, I don't know how to pronounce his name. Don't call me wrong. So kwangu mimi au nilianza kwanza kwako. Ulionaga performance yake aje? Performance ilendaga sawa tu. Useme kwa sababu naweza nikasema na ile watu wanafahamu kivile. Fan base yake ni kidogo sana. So watu hawakumwekele na ni fuyo mingi ama ile nani ila ngoma zake alipiga zilikuwa zinaeleweka, nzuri, zinatulia kama Jipera mwenyewe na Sapela kwanza ni ngoma ya kucheza, ngoma nzuri sana. Sapela ngoma ilikuwa iko shege kabisa, iko fresh. Okay. Na performance alienda sawa. Useme kuhusu ule na nikiangalia. Swali yangu unaona kia kuongeza ku vitu vyake ama yake music industry unaona anaongeza nini? Aendelee kufanya kazi tu, G-Page ile juhudi, naweza kusema ongeze juhudi ya kufanya kazi, kwa natoa ngoma back to back. Sio lazima kila audio unatoa itoke na video, hapana. Jitahidi, I know tuko Marekani huko na kila kitu ni dolari.
bila dolari hautafanya kitu. Ila maki jitahidi tu kuna toa ngoma na ni tengeneza kule, kwa sababu Instagram ndo sasa hivi ndo that's where everybody is, ndo kila mtu yupo na kule ndo unazuka market yourself ili upate wa fans, upate watu in order. Ila useme wasanii wetu wengi, naweza kusema sasa ni kiujumla, wasanii wetu wengi hawajui kisa ku market themselves ili wako napata nani ile show, siwezi nikasema show but like fans wapate watu wako naangalia nora ili gisa kujiweka mtandaoni, kwa sababu mtandaoni unakuwa unajiweka tofauti la huku real life una stay real nora. I mean you can do that kwa sababu ni industry and that's how it is, everybody lies, you know, and ndio inakuaga hivyo. Sasa you gotta try something, unabidi upime kitu ile so watu wa fans wengi people ni yake take kwa ile performance ya kwanza ya ule jamaa ilikuwaga sawa ama give it good sijui jina so ba mimi alifanya vizuri sana kijana, alijitahidi, aliperform fresh, ba wanze kujua kucheza na stage, you know, wanze kujua kucheza na stage, that's what naweza nikamsaidia tu, yani ajue kwanza kutembea na crowd, you know, so that's ndo vyangu kwake yeye msanii wetu, sijui jina yake vizuri, Jalde na mimi nashinda ku pronounce so huyo so apili alikuwa Pamela one and only Queen Pamela. Hey, Queen Pamela. So guys, Pamela dada yetu anajitahidi sana dada yetu ana push, you know. Ila unajua mimi sijawahi kusikia ngoma ya Pamela. Labda ile siku tu ya ile. Na ila na soko ubaya, ila sijawahi kusikia na msikia Pamela. Mimi nikaza neti ni Moro. Ndio nikaza si ukajua kama ni singa. Sasa sijawahi kusikia ngoma. Kile siku ndio nisikia kile kingoma na akaperform pale. So dada yetu Pamela anajitahidi sana. So kama anajitahidi, tunapaswa tumpe support, push. Yani aendelee. And performance yake as well, she did good, she did wonders, you know. I guess mi wa kwanza nilipenda performance yake. Unaweza kuniambia kwa nini ulipenda? Kwa nini ulipenda? She was throwing him, you know. Kiaje? She was throwing him ass. Sorry. She was throwing him. Yani alikuwa good, na, you know, she was having it, like having fun. Alikuwa na fun kwenye stage. Alikuwa anacheza na wafans zake na fans, na watu nini alikuwa. Aliita fans wake. Unajua video iko tukienda kuangalia video sasa hivi. Utaikuta. So kwa aliita fan wake pale kwa anacheza and that was good, you know. But naye apunguze vitu sana. Punguze vitu, you know. Punguze vitu. So, kwa nini unaweza kuniambia kwa nini wao kupanda kwenye stage pale kwenye alisimaga eti kama kijana mwana na jamini aende pale mbele acheze naye. Na kati wale waka ile kwenye ile roho ya kwanza. Sikutaka. Kwa nini? Sikutaka. Ukoanza kwenda kucheza na Queen Pamela. Sasa vitu vyangu kaka. Ama una girlfriend. Kaka sasa vitu vyangu. Keep it in private. Come on. So guys, you know, Pamela alijitahidi. Then wapili alikuwa nani? Watatu alikuwa Nanare. Nanare? Was it Nanare? I believe so. Yo, so wapili alikuwa Nanare. Kaka yetu Nanare sasa. Dude, anza wewe tutamaliza. Kwenye performance yake ya Nanare siku hizi wanaita performance yake really ilikuwaga it was crazy, ilikuwaga crazy kwa sababu alifikaga pale na kuja anajifunga towel alafu anaweka na ndo ilikuwaga ile kitanda pale nini anakuwa na imba sema kitu kile sikupendaga sana ni vile akukwaga naimba akwaga na imba ngoma zake alaka pale mara kuku nini anaweka mic chini anakuwa na nani watu natembea nini uko fanya nini. I know unataka ile attention nini na kufanya vitu but maana kwa na make sense. Unaenda huku au imbi ile una engage na watu ulianzaka sawa tena baada mule katikati akaboronga
niliona kaboronga kama vile nilikusikiage pale tauli kaanguka. That was crazy. Yes. Yes, hey, calm down. Kwani unaona nini? Kwa nini usimaga? Kaka. That was crazy. Kaza kimbie. That was crazy. Nanare kakaangu, that was crazy. Bro. Nanare ilikuwa ni anafanya hivi kwa like creativity. Eti akwe creative on something. But I know that was a creative. But gisi na pia alipata attention. Alikuwa ameongelea nani? Attention ilikuwa good. Kwa Instagram ilikuwa ni alikuwa anaongeleka anataka ile vitu unaweza kusema vituko, unaweza kusema vituko. Showbiz sana, unaona alikuwa anaongeleka like medias, you know, nini watu wanaongea kwa mtandao nini, you know. So but it's good. On my side, when unakaa iko vibaya ni wapi? You know, mimi nilizani yeye anatia kitanda pale atakuja yani analala pale kwanza, kuna shori pale unaona, analafu anaamshiwa sasa time ya kuperform hii hapa unaona, ndo anaanza. Hata kama ingekuwa yake tao ingekuwa inaeleweka unaona. Sasa nilikuwa nalala, anachukua taulo anajifunga fona anaanza kuperform unaona. So yeye itoka kule like locker room, yani anakuja anatembea paka huko, kitanda chake kiko pale. Sasa sikuwa najua maana kile kitanda ilikuwa nini unaona. Alikuwa naikala alikaa tu. That was a pointless. No, that was a pointless. Pointless. So guy tu. Anyways, kingine ni ile akwana yani ana perform but sijui kama ndo overconfidence. Unaona, ama tuseme ndo akwa na confidence. Ama ndo hakuwa na ajali. Unaona, ama ndo hakuwa na ajali. Unaona, hata tujibia ku comment akiona hivi video. Because sio kwa ubaya, ni kwa uzuri kaka. Tunataka tutengeneze tu community. So tengeneza umekuwa Jesus, tutengeneze. Jawa Jesus kaka. Nini? Unaona? So Nanare jinsi alikuwa na perform, anatia kwanza mic chini, anatembea, anaangalia watu. Then kipiga kile ni stajabisha zaidi sana alikuwa ni yeye kutoa yake tao. Unaona? Mama yake Gaspar alikuwa pale. Unajua kisi mama yake Gaspar alifanya? Alikimbia mpaka chooni. Unaona? Alikimbia mpaka chooni. Unajua mimi sikuona. That's exclusive. Damn. I gotta tell you this. This is exclusive. Unaona, alikimbia chooni. Na nani kumaliza ndo akakuja. That was bad. Anyone wanna see your boxers? Alafu kuongelea hiyo boxer utapenda TV ikaanza kuongelea hiyo eti hiyo boxer ya Nanare imeshaonekana sehemu nyingi sana. Okay. Itamsha post ma clip nyingi hapo na hiyo boxer moja. So that means change box. Maana hiyo ndio your main box, hiyo ndio boxer alafu tena kuperform unakia kuperform. Kaka. Mzabali kaka. Ila mwanaume anakuagia posho kuna boxer nyingi bwana. Kaka. Ila tusiendi huko. Ila tusiendi huko. Tubaki tutakuja hiyo siku nyingine. Anyways, that was it for Nanare. Kumbe. Alafu unajua kisubiri kwa kabla tuyaenda. Unajua kile kipindi vile yake taulo kilitokaga ile. Unajua mimi nishindaga hata kumfuata. Niliwaga niko na kamera hivi, mimi kuona hivyo niliona go pose man. Kabakia huko niko shoot kwa mbali, ukiangalia tu video kwa sababu tuliwaka washuta wawili. Umali waka kule mbali na mimi niliwaka nilionaga kumfuata huyo. Sikupendaga kabisa, nilionaga this is shit, this in hell, no I ain't doing that. Yani kabakia huko nilikuwa namshuti kwa mbali, you know. I know it's my job, but come on man. Let's keep it professional. Let's keep it something like that. Professional. So, that was it for Nanare. Mwingine kaka yetu Ekelembe. Ala Ekelembe ndio kaka wapi? Alafu nani kutoka yeye ndo Jenny Boy. Jenny Boy wala bwana ni no huko msalika nani.
Emoda. Kutoka na Nare alikuwa Emoda. So sorry. Yeah. Kutoka na Nare alikuwa our best rapper. Emoda. Yellow Bill Emoda. Emoda po. Kaka anaweza ule. Anaweza. Kaka anaweza sana. Namkubali. Kaka anaweza sana. Yani akuja ni so vitu vingi. You know? Kuwa na vitu vingi. Itwa tu pale, kashuka pale. Stage. Yani you know yani walikwambia eti yani acha action you speak more than words. Film. So action speak more than words. So alifika pale, yake action will speak on his behalf. Unaona? Yeye kufika to people cloud. Yeah! You know? Kisa alianza sasa pale. La. Kama tractor. You know? Yani anaonyesha kama yeye ni king. You know? He was born ready for it. Unaona? Ndio alikuja na ile yake taji ya uking kichwani. Nilipenda sana. Ile ilikuwa unyama. Wewe je? Nadhani kiukweli sina na mengi la kusema, ila performance iliendaga sawa. Mimi nilipendaga, unajua mimi I used to be a dancer, nilikuwa dancer zamani. Sasa ngoma ikiiti vizuri, takuwa niko na kamera na mimi nakuwa napiga ile ngoma yake ndio inaitwa nini? Nikiona tu vibe inaingia na ichika kamera mimi naanza dance. Ni kitu kyao maki ni kitu kiko mwili na kiko damu. Sasa mimi ile ngoma vile nilipigaga tu nashangaa na mimi naanza imba tu ngoma. It was crazy, yeah. Sasa twende nalo tu. Yeah, performance yake iliendaga sawa, naona usime ile sikona kama lakana cheza na crowd, yeah, like that. Alaka busy zake ni kuimba pale tu, apige zake mistari nini na malize na jikaa. Kwa kama ukiangalia vile Bin Justin useme bado ataongelea na ile unaenda unatembea kule kote nini huko hivi akwaga na hivyo ni pale tu anatulia sehemu moja akaperform na kajikata. Ndo naweza kusema ndio inakuaga hivyo, naweza kusema hivyo, but kila mtu anaweka na creativity. So ndo alionaga ile itafaa na ikaenda hivyo no, ile ndaga sawa. Yeah, you know that shit. So after kaka yetu Yellow Bill Emoda kuja kaka King Legend himself Bin Justin K Ekelembe. Siku hizi anaitwa nani? Ekelembe. Siku Ekelembe sono ni so nyago. Ekelembe. Ekelembe nacho shate wimbunda mwana wa babembe umbeta mwana wa lenga umbeta So kaka, what did you think about it, man? Even aliingia ndani na ile this is how we call creativity. Creativity. So not to be yani so share it kwa Nare, but that was creativity kwa kaka yetu Bin Justin. Unakisa aliingia yani watu nakia napigwa makofi. Ile makofi kwa kama kwa real. Kwa sikia Lord have mercy. Unaona kusikia vile uko na kabakaba. Nani zilikuwa na alia na kikumbi yote na myself. I can't hold it. Nah. Ungempigaga? Nah, bro, I can't hold it, bro. Come on now. So, jamaa alikuwa na chapa kweli. Yaani alikuwa na jali. So, walikuwa na mkaza ale vyakula then pale kaanza vitu vyake pale. That was good, you know. And after na muziki yake kingali natoka, yani recently, you know, iko on fire. Dole za kanayo. Yeah. Unaona watu walikuwa sing along from myself, nilikuwa na sing along naye. Mimi pia nilikuwa hivyo. Unaona nilikuwa na sing along naye. Jamaa ako good ajabu sana. So, yeah, that was congratulations. Ila swali ni hivi.
msanii ndo alikuwa na tuma crowd inakuwa nani ama ni ngoma ene kwa sababu aliimba na Nyagome? Naweza nikasema ni ngoma kwanza yenyewe afu tena msanii akakuja kufuata. Okay. Unaona? Afu hiyo inaletwa na msanii mwenyewe alipiga naye collab ni nani? Unaona? Tutaongelea baada ya hii. So ndio ilikuwa yangu ila jitahidi sana kaka yangu. Unaona? Yeye ni mbongo na mimi ni mbongo yani ni president wetu wa Bongo. Amo nasema hivyo kwa sababu ni president wewe. Ijapokuwa ni brother but alifanya vitu vizuri sana. Yeah, hatuja kuangushana wabongo, unaona? Yeah, anachukua nembo wa wabongo anaipanisha juu. Kaka, I got love for you. I got love for you. Acha na mimi nyanze imba. For me, like for real, alianzaga sawa, nilipendaga vile aliingiaga nini makofi. Kwa sababu unajua hizo ilikuwa inanipa ile na mimi emotion ile ili nipate engo za mzuri za kurekodi ili ni let smooth shot. Ilikuwaga shega, aliingia pale, nilipendaga vile kwa sababu ngoma ikikuwa na vibe hata na sio cameraman tunaweka ile vibe, tunapata vibe, you know what I'm saying? Tunakuwa tunapata ile energy ya kuendelea kwa sababu kushika kamera hivi kwa masaa sio rahisi ila kwa sababu tumeshazoea imeshakuwa kawaida tu. Ila ilikuwa raha sana and he killed it. Naweza kusema he killed it na people watu walipendaga. Ukiangalia zile short videos zinapostiwa zile na views ziliruka sana. Ziliruka sana kushinda hata performance za na ni msanii wetu mwenyewe Gaso. Kweli? Yeah, naongelea ni numbers don't lie. Kwa sababu mimi ndo nilikuwa na post. Numbers don't lie. Nilikuwa na post nilikuwa na post like bule ma clip dogo zile ma performance. Niliona na nani namba zake ndo video zake zile performance zake ndo zilienda sana kushinda hata za msanii Gaspar when lunch party yake, you know, as I was so surprised ama kwa sababu hata wakawa wajua zile ngoma vipi, you know. Ila aliua man. Okay. So that was it for our brother Ben Justin. Congrats. Wakufuatia alikuwa anything I got my gangsters. Sauti hiyo. Unajua unaharibu. Sasa vitu vyangu. Unaharibu. Sasa vitu vyangu. Twende tu na my guy. My guy. Jenny boy. One and only. Kaka. My brother. Kipenzi cha watoto wa kiki. Ndo yeye sasa. Kipenzi cha watoto 2000. Watoto wa 2000. Ila sasa unajaja. Wewe unajaja. Kaka. Unaona ule? Ama ni wewe ni mtu wa mishangazi. Kaka, ndo kwetu. Kaka, mishangazi. No, that's crazy. So kaka yani ni mdogo wangu. So alifanya kitu kizuri sana. Yani Yesu yeye mwingine anakuja na vitu vingi. Pap. Kakuja akapiga kwanza akapela, you know. Kwanza ndo aliua kushinda. Unaona? Alikuja akapiga akapela. Kiukweli ndo alishinda. Aliua kushinda. Unaona? So here's the thing about Jenny. Napendagi sana wakana perform ule jamaa. Anaga vitu vingi. Atakuja pale anaingia na kapela, unaona? Watu cloud inapanda huko. Anaanza ku sing along before ajeta hata DJ apige ngoma. Unaona? Alikuja pale akapiga akapela. Nyimbo zake zote mbili ziko on charter. Unaona? Kapiga zote mbili akapela pale like okay. So people are really into it, you know? Unajua alikuwa anasema sasa kumwambia DJ. I mean DJ. It was a DJ? Yeah, no DJ. So, Elimar. Yeah, Elimar. Yani hakuwa na mita yani ilikuwa tu nipenda ile style alikuwa piga hakuwa naimba kwambia hiyo hapo. Alafu nilipenda vile DJ alikuwa anaangalia, maana alikuwa ako serious na kazi yake. Maana DJ anapiga anaelewa. Msanii anahitaji kitu. Ila kiukweli mimi kwangu Jenny Boy ndo aliwa kushinda wote. Na sio kwa ubaya. Vile aliingiaga kwanza. Alafu vile aliingia aliingia zake